huu mpango wa Nyota, National Youth Opportunities Towards Advancement, ni mradi ambao umeletwa na serikali tukiungana mkono pamoja na World Bank, kwa sababu tunapata support ya World Bank. Pesa ambazo tutakuwa tunapeana vijana ni 50,000 kuanzisha biashara zao kulingana na ujuzi ambao pengine wako nao, lakini hata sisi wenyewe tutafanya ile inaitwa Entrepreneurship Aptitude Test, yani tuweze kujua vikamilifu kama kijana huyu kweli ataweza kufanya biashara hii ama la. Na kama mnavyojua deadline ya aptitude test ni leo saa 6. Kwa hivyo vijana ambao wamefurika katika ukumbi huu wa Dan Mwazo Hall, tumewaelezea tayari kwamba ingawaje waliweka application, lakini ni vyema pia wafanye hiyo aptitude test. Aptitude test is 0 rated, hawalipi hata shilingi moja. Serikali imehakikisha kwamba kijana yoyote ambaye anahitaji kupata msaada tunaopeana wa 50,000 kila mmoja, basi asisumbuke kwa njia yoyote kwa kwenda kwa mzazi kumuomba pesa, hata kama ni hiyo ya aptitude test. Everything is 0 rated. Na sio hivyo tu peke yake, wale ambao wataweza kufaulu, vijana 50 katika kila ward zote 20 ambazo ziko hapa Taita Taveta, na 1450 katika nchi yote. Kile ambacho tumelenga ni kwamba tutawashika mkono, tuweze kutembea nao, sio tu kumpatia kijana pesa na kumwacha namna hiyo, lakini kumshika mkono ili tuhakikishe kwamba biashara yake imeanza vyema, imeendelea vyema, imekuwa, ameweza kuandika hata ndugu zake wale wa kike wa kiume ambao pengine hako katika familia yake. Mambo haya tunayoyafanya ni kuhakikisha kwamba uchumi wetu umeweza kupanuka. Uchumi wa Taita Taveta ambao iko na rasilimali mingi. Kuna wengine watakuwa ni tour guides hapa Tsavo East na Tsavo West. Kuna wengine ambao watakuwa na chimba madini ambao tuko nao. Kuna wengine wataanzisha biashara zao za umekani, ama pengine ni beauty, ama ni carpentry, ama ni chochote kile ambacho kijana amepatiwa riski na Mwenyezi Mungu na amefanya masomo yake, amepata experience, aweze kutumia hiyo. Kile ambacho tunasema ni kwa wakati huu tuna target form 4 leavers. Wale ambao wako na cheti chao cha form 4 wataweza kuqualify, na ni kati ya miaka 19 na 29. Lakini hatuachi pia wale vijana wetu ambao ni walemavu, wale ambao pengine hawajapita umri wa miaka 35 pia wataweza kupata nafasi hiyo. Lakini pia kuna ile tunaita on job experience. Tutatafuta vijana ambao tutaweza kuwashikanisha na wafanyabiashara wetu, watembee nao, kuwaonyesha biashara inafanywa namna gani, ili waweze kufaulu katika biashara hiyo, na watakuwa napatiwa 7,000 kila mwezi, waweze kutumia hizo pesa pengine kwa transport. What we need to do, and we are insisting on, is we have to inculcate in our young people a culture of saving, ya kuweka akiba. Because ladies and gentlemen, it's only by saving that you are able to invest. So tumewasukuma kwa njia hizi zote vijana wetu waweze kufaulu. Kuna ile RPL, recognition of prior learning, uko na experience fulani tukupatie cheti. Kuna vijana ambao wa RPL tukihakikisha wamepata certificate sawa sawa, tutawapeleka hata Canada, kwa sababu tumeanza kuzungumza na nchi za ng'ambo waweze kuchukua vijana wetu, and we are doing this in liaison with the World Bank. So World Bank tayari imeanza negotiations with employers in Canada. Tulikuwa huko juzi, wale ambao wataweza kufaulu pengine basi watapata nafasi hiyo ya kwenda kufanya kazi huko ng'ambo na waweze kufaulu kimaisha. Hili jambo tunafanya nchini kote. Kila PS ameenda kwao ili kuhakikisha amemobilize vijana wengi wezekanavyo waweze kuwa registered katika project. So kile ambacho sisi tunakisukuma kama labor ni RPL, recognition of prior learning. Na kulingana na hii program ya Nyota tumepatiwa nafasi ya vijana 20,000. So we are going out aggressively to have 20,000 registered. Lakini hatutakoma na Nyota peke yake. Sisi kama wizara tutahakikisha tumesukuma project hiyo hata zaidi.
tumia tu zile pesa zetu ambazo tuko nazo za kiserikali na pia NITA, ili tuweze kuhakikisha, na mnavyofahamu hata hapa Voi tumekuja mara mbili tukisukuma mambo ya RPL, na tumeenda sehemu zingine pia za Taita Taveta kuhakikisha kwamba vijana wetu wamepata zile certificates ambazo wanahitaji. Let me tell you the joy of RPL. Kama umefanya umekanik, for example, tunatafuta kazi huko Ujerumani za BMW, Mercedes Benz na zile kampuni kubwa kubwa ambazo zinaunda magari ambao yanaonekana ni magari yanayofaa hata nchini Kenya, yanaendeshwa na matajiri, Mercedes Benz, BMW na kadhalika. Utaweza kwenda kwa kampuni hizo na utaweza kupata pesa ya kutosha, hata we mwenyewe ukirudi nyumbani uanzishe garage yako. Ukianzisha garage yako utaweza kuandika mwingine, pengine ni ndugu yako, pengine ni kijana mwingine ambaye kuna talento hiyo hiyo na yeye akaweza kufaulu. So the object is to ensure that we pick one young man, push him as much as possible to the maximum, apate pesa ya kutosha, arudi nyumbani as an investor. So the whole idea is to have as many investors as possible in our economy.